Yeah, welcome back again to DN TV. My great people. Yesterday, Rigathi Gachagua aliweza kudeclare that the opposition presidential candidate will be nominated with free and fair. Now Kenyans, today nataka to analyze the best opposition presidential candidate. To analyze vizuri, tujue ni Kalonzo, ni Rigathi Gachagua ama ni Dr. Alfred Matiang'i. So my people, subscribe, hit the notification button, like the video and also leave your opinion under the comment section. Utuambie ni Kalonzo kwa sababu gani? Unachagua Rigathi Gachagua kwa sababu gani? Alfred Matiang'i kwa sababu gani? Leave your opinion hapo hivyo my people, au sio? So guys, kama unaweza angalia Rigathi Gachagua very well, akona a lot of disadvantages. Sorry to say so, lakini akona a lot of disadvantages. First, he is strongly associated with tribal and regional politics. Watu wanaanza kumwambia Gachagua ni tribal one, na kwa nini kila wakati anaongea mambo kuhusu Mlima, aongei the other kwa hajawahi enda Nyanza region, vitu kama hizo. The second thing is viewed by many Kenyans as divisive. The third one, he has limited support outside Mount Kenya. Aedi Nyanza region, hatujui muona any place na huko atiturukana wapi. Kazi yake anazunguka tu Mount Kenya, akifika Kirinyaga County, anaenda huko hivyo Meru County, Embu County, only the Mount Kenya my people, Kiambu, lakini azunguki na huko hatujamuona Kisumu, Homa Bay, na anataka kuwa a presidential candidate. Hizo vitu haiwezekani my guys. The fourth thing my people, every political baggage from government in fighting. And the fourth one, he is seen more as a fighter than the unifier. Lakini guys, the conclusion on Gachagua, he is a good at mobilizing the crowds, but weak as a national unity candidate. Sikatai, Gachagua anakuanga fiti sana, ataenda sema one term nini, lakini many people wanamuona ni kama tribal. Si watu wengi wanaweza chagua ati Gachagua wakuwa na huko wanaona ni kama anaongea mambo na Mlima. He need to work hard at least aweze kuzunguka na huko Nyanza, aende na huko hivyo, na huko na huko kwa Waluya, yani vitu kama hizo my people. The second one, it's Dr. Fred Matiang'i. Why he is not ideal? First thing, Dr. Fred Matiang'i, he never elected by popular national vote nationally. Ajoi electiwa ati na mtu pale kama MP, ati kama governor, amekuja kuelectiwa like a CS. So kwa politics si ati ni mkali sana my people. Hope mnanielewa. The second thing, he is seen as elite and technocratic, not a grassroots. The fourth thing, strong support many in Kisii and Nyanza, but ukifika huko Mount Kenya hakuna support. Ukienda huko hivyo Mombasa hakuna support, lakini anasupportiwa na Wakisii na anasupportiwa na Nyanza region. The fourth thing my people, lacks a strong political party based on countrywide. Ana strong political party, hata kama ni Jubilee ilishanga na wakati wa Uhuru Kenyatta. Yes, is strong party sai mambo imebadilika my people. So the conclusion of Fred Matiang'i, he is a strong administrator but politically untested at presidential level. Kwa nini hivi? Ako fiti kwa strong administrator, anaweza chaguliwa kuwa kama ayekosani sit hapo hivyo ili at least aweze kuchukua the votes from the Kisii na the votes from the Nyanza, lakini haezi kwa kama presidential candidate. Hana strong party na huku hivi Mount Kenya, hana a lot of support from many Kenyans my people. Now, the third person, it's Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka my people, kwa unaweza mwangalia vizuri Kalonzo Musyoka akona a lot of advantages. First one, it's national acceptability. Why? Kalonzo is accepted in many regions, Ukambani, parts of Mount Kenya, pale coast and also western. Watu wote wanataka Kalonzo. Ukambani ni Kalonzo, ukikuja Mount Kenya ni Kalonzo, ukienda pale coast bado wako na support ni Kalonzo, ukienda pale western kwa sababu ya support of the baba
Watu wa Western wana support Kalonzo. So Kalonzo, he is a national acceptability. Anaweza chaguliwa sana kote kote nchini, si tribal my people. Why? He is not strongly rejected in many major region. Si kama Gachagua pale Nyanza region, watu wanasema ni Mrima anatetea tu wa Kikuyu, hao ni watu wa Nyanza. The second one my people, experience without major scandals. Yeah, former vice president, long time diplomat and negotiator, viewed as calm, sober and presidential. Hautaisikia Kalonzo akitusi mtu kama ati William Samoei Ruto. Hautaisikia Kalonzo akifanya matusi kwa mtu kama Uhuru Muigai Kenyatta. Hautaisikia Kalonzo akiongea kama multi tribal, vitu kama hizo my people. That thing, it's unifying figure. Why? Opposition needs unity, not anger. So Kalonzo is seen as less confrontational and more bridge building. The fourth thing, it's low political baggage. Unlike the others, Kalonzo has few fresh political fights or controversies. Why? This helps him to attract the undecided and moderators voters. Wenye hawajui wachague Matiang'i, hawajui wachague Gachagua, so wanaweza ona Kalonzo si tribal. Matiang'i hatujoi musikia kwa sababu watu wanateta sana ati 2017 akuwa CS of education, alikuwa anatesa watu, vitu kama hizo my people. Subscribe, hit the notification my guys. Let's check that video of Rigathi Gachagua vile alikuwa anasema, au sio? Tutafanya nomination ya DCP, itakuwa free and fair. Yule atapata tikiti ya DCP, uchaguzi umeisha. Tumekubaliana? Nimo kama taizona. Mbona kila moto? Harambe. Kuna waheshimiwa wamefika bado, ongea. Sasa hapa tuko na shujaa wetu kutoka pale Embu, alikuwa Attorney General, akamwambia Kasongo akwende. Mheshimiwa Justin Bidan Muturi. Engineer, nego mugira goko murauga atia ati Kasongo araugire ati ciana ciaratho akania kuriha toria Kasongo atiriri nima nitwetikira uguo